Karibu kwenye channel hii ya Nuhu Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Okay. Sasa kwenye voice hii nitazungumzia makundi mawili. Kwa kila voice nitakuwa nazungumzia makundi mawili, na kwenye voice hii nitazungumzia makundi mawili, ambalo kundi la kwanza nitakalolizungumzia tunaliita mimi au shitcoin. Mimi cryptos au shit cryptos, au mimi coin au shitcoin ni kitu kimoja. Na kundi la pili hapa nitakalolizungumzia ni kundi linaloitwa smart contract cryptos. Smart contract cryptos. Kwa nitazungumzia mimi cryptos pamoja na smart contract cryptos. Kumbuka niliwaambia kwamba kuna aina kuu mbili za cryptos ambazo ni token na coin, lakini kuna makundi ya cryptocurrency. Sasa kwenye kundi fulani la coin unaweza kukuta humo kwenye kundi fulani la cryptos unaweza kukuta kuna coin ipo kwenye hilo kundi, kuna crypto ambayo ni coin ipo kwenye hilo kundi, na kuna crypto ambayo ni token ipo kwenye hilo kundi. Kwa unakuta tabia ni sawa, zina tabia sawa au zina sifa fulani ambazo zinakuwa zinafanana, japokuwa unakuta hii ni token, hii ni coin. Lakini pia kuna makundi mengine unakuta ni coin tupu ambazo ndio zipo kwenye hayo makundi, na kuna makundi mengine unakuta ni token pekee. Sasa nikianza na kundi la kwanza ambalo tunaliita meme cryptos. Meme cryptos jina lingine huwa tunaita ni shitcoin. Kama ushasikia tunasema shitcoins, ni nini? Hilo ni sawa na mtu anayesema meme coin. Kwa meme coin na shitcoin ni kitu kimoja. Sasa hizi meme cryptos au shitcoins ni cryptos za namna gani, au ni kundi gani, ni kundi la aina gani? Tunasema meme cryptos au shitcoins ni tunasema are the comedian, are the comedians of cryptocurrency industry. Tunaposema meme cryptos, hizi zimetokana na hizi mimi za vichekesho kama ambavyo tunazijua memes, ndio maana tunaziita meme cryptos. Hizi ni cryptos ambazo zenyewe kama comedian, cryptos ambazo ni vichekesho kwenye hii industry ya cryptocurrency. Kwa nini ni cryptos ambazo ni comedian au tukaziita memes? Kwa sababu ni cryptos ambazo hazina matumizi yoyote, yani has no reasonable use or purpose. Kwa ni cryptos ambazo zenyewe zimetengenezwa lakini hazina kazi yoyote. Kwa zinafanya tu kazi ya zinakuwa na thamani, lakini zinakuwa hazina kazi maalum, na zina zaidi ya kufanya tu miamala au transaction. Kwa na uwezo naposema kufanya miamala au transaction, na maanisha kwamba ninaweza kuwa na mimi coin yangu nikamtumia mtu yoyote, kwa sababu na zenyewe ni digital asset pia, japokuwa zinakuwa tunasema hazina matumizi muhimu. Na hizi tunasema zimetokana na internet memes, kwa maana ya kwamba hizi meme coin au shit coin zenyewe zinakuwa kama vichekesho. Ndio maana utakuta meme coin fulani, utakuta profile picture yake ambayo ya coin fulani ambayo ni mimi, unakuta labda kuna picha ya mbwa, utakuta kuna picha ya paka, na hata majina yake unakuta ni majina ambayo yamekaa katika namna vichekesho. Hizo ni crypto na zina thamani. Mfano wa hizi cryptos ambazo ni mimi au shitcoin, ambazo hizi cryptos ambazo ni mimi au ambazo ni shitcoin, mfano kuna Dogecoin. Hii Dogecoin ni coin ambayo iko kwenye kundi la meme. Utakuja kuona ni coin, ina blockchain yake, lakini ni coin ambayo iko kwenye kundi la meme, na ni coin ambayo coin za namna hii huwa ni coin ambazo za namna hii ambazo kwenye kundi la meme huwa hazina blockchain huwa blockchain zake haziruhusu coin nyingine kutengeneza token au program tofauti nyinginezo, kwa mfano kama hiyo Dogecoin. Umeona? Sasa unaweza kaona hapa, hii ni moja kati ya coin ambazo zipo kwenye kundi la mimi au la hizo shitcoin. Sasa unaweza kaona jina la hii coin, na hata ukiangalia profile picture yake utakuta ni picha ya mbwa, ndio maana Dogecoin, dog coin. Umeona? Ni coin ambazo hazina matumizi mengine. Nyingine kuna coin kama Shiba Inu, kuna nyingine inaitwa Baby Doge. Umeona? Kuna nyingine inaitwa cat coin, cat ya nyao.
na coin nyingine nyingi. Sasa sifa au tabia ya hili kundi la hii cryptos, hii meme cryptos, sifa au tabia kubwa ya hili kundi ni kwamba hizi meme crypto huwa zina tabia kwanza, kwa sababu ni coin ambazo hazina matumizi maalum, ni coin ambazo thamani yake huwa inapanda sana, inapanda sana, lakini kwa muda mfupi tena unakuta imeshuka sana. Kwa ni cryptos ambazo unaweza ukashangaa muda wote leo labda imepanda sana hata kwa asilimia hata 500 600, lakini kesho kutwa ukakuta tena zimefanyaje, zimeshuka hizi meme kwa sababu hazina reasonable use. Sijui kama tunaelewana vizuri hapo. Kwa hizi cryptos kwanza zina sifa kwamba unakuta zinakuwa na mazilo zilo mengi, yani mara nyingi zinakuwa na thamani chini ya $1, na hizi ni nzuri sana kwa maholders au kwa mtu anayehold, kwa sababu kwanza zinakuwa na price ndogo sana. Kwa hata unajikuta tukiona $10 dola ngapi, unaweza ukazimiliki nyingi kwa sababu zinakuwa na price chini ya $1. Kwa unakuta coin labda fulani ina thamani ya 0 point, labda ina maziro mengi. Kwa hiyo ukichukua hata $1 unapata hiyo meme coin nyingi. Kwa hizi upandaji wake wa thamani ni kwamba kwa sababu zina mazilo mengi unakuta zinakuwa zinakata zile zilo. Kwa unakuta labda coin fulani ina dola 0 point labda 0.000 labda ziko 5, ndo afu baada ya 0.5 zile unapata numbers, kwa mfano kama 0.000 labda 6 7 8 na kuendelea huko. Sasa unakuta ina 0.5, kila zilo inapokata ina maana wewe mtaji wako ulioweka kwenye hiyo crypto unakuwa umeongezeka mara 10. Ina maana kama coin ina 0.5, hiyo meme coin ina dola 0.00005, labda zikakata 0 labda zikakata labda 0.4, ina maana coin yako imeongezeka mara 40. Kwa mfano kama uliweka dola 10, unakuta ikikata 0.1 coin yako inaongezeka mara 10. Unakuta uliweka dola 10 inakuwa dola 100, ikikata 0 nyingine inakuwa dola 1000, ikikata 0 inakuwa dola 10000. Ndio tabia kubwa hizi cryptocurrency. Kwa mara nyingi unakuta hakunaga cryptocurrency, yani vigumu sana na mpaka sasa hivi hakuna meme coin ambayo ilishawahi kufikia thamani ya $1. Kwa hiyo unaweza kukuta inakata zero zote lakini haifiki $1. Japokuwa tunasema hii Dogecoin ndio king, ndio meme coin ambayo ni kubwa kuliko meme coin zote, na ndio coin yenye market cap au yenye thamani kubwa kuliko meme coin zote. Umeona ambazo zipo meme coin nyingi sana, utaziona kadri ninavyoendelea kuelekezwa hapa. Mimi nakuwa nakutajia tu mifano, lakini tutaelekezana namna ya kupata ya kufanya analysis hizi crypto, namna ya kuzipata na kufanya analysis kujua hii ni meme coin au hii sio meme coin. Kwa sifa tabia kubwa hizi meme coin huwa zina tabia kupanda thamani. Na zinapopanda thamani unakuta zinawapa sana watu faida. Yaani ni rahisi sana kutengeneza billions of money kwenye hizi cryptocurrency. Yaani kuweka dola 10, dola 20 kwenye hizi meme cryptos na kupata zaidi ya dola 100,000 ni kitu cha kawaida wakati wa bull run. Wakati ambapo coins zinakuwa zimepanda thamani ni kitu cha kawaida sana. Lakini pia ni rahisi sana kupoteza kwenye hizi meme crypto kwa sababu ni cryptos ambazo hazina matumizi au hazina reasonable au matumizi maalum au matumizi yoyote. Kwa hiyo meme coin katika makundi yote ya cryptocurrency, meme coin nyingi huwa ndio scam kwa sababu hazina matumizi maalum. Unakuta watu wanatengeneza nyingine ambazo zinakuwa hata haziko ndani ya mfumo wa blockchain na ni scam. Kwa hiyo unapokuwa unafanya analysis au unapokuwa unachukua coin au unahold coin ambazo ni meme coin, hakikisha unakuwa unaifahamu vizuri na umeshafanya analysis. Tutafika huko mbele namna kufanya analysis, tutafundishana. Kwa lazima ufanye analysis kwa sababu meme coin nyingi, kwa sababu ni rahisi kuzitengeneza na mara nyingi ni token. Yaani ukiachana na hiyo Dogecoin, coin crypto nyingine zote ambazo ni meme coin ni token. Na niliwaambia token ni rahisi kuzitengeneza. Sasa ukiachana na urahisi wa kutengeneza token, ni kwamba hizi meme coin zenyewe ni coin ambazo zina matumizi maalum. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu ametengeneza, unaweza kukutana crypto fulani unaambiwa ni meme coin, kumbe ni scam. Kwa meme coin nyingi sana ni scam, lakini unapopata zile meme coin ambazo ziko legit, kwa mfano kama Dogecoin, Shiba Inu, tutaelekezana, ni coin ambazo ni nzuri sana kwa return kubwa. Hata ukiwa na mtaji mdogo unaweza ukahold kwa sababu zinakuwa na price, mara nyingi zinakuwa na price chini ya $1.
Na hata zinapokuwa zinapanda zinakata tu 00. Ni vigumu sana kukuta meme coin imepanda eti $100 dola ngapi, hapana. Kwa utakuta ina maziro ina 0.10 inakuta nakata hata zile 0.10 zote, lakini haifiki $1. Sasa ni tofauti na zile coin zenye thamani ya $1. Yani kwenye thamani ya $1 ukiinunua ikipanda mara 10 ikaenda hadi $10, na maana coin zako zimeongezeka mara 10. Lakini hizi meme coin ambazo zinakuwa na maziro ikikata 0.1 ina maana imeongezeka mara 10. Kwa hiyo ni sawa na vile ndio maana nasema huku unapata faida kwanza, unazirudi kwa mtaji mdogo na unapata za kutosha na ni rahisi kupata high return, lakini kuna nyingi ni scam. Kwa unapokuwa unafanya analysis au na hold coin hizi, uhakikishe umefanya analysis na umeifahamu kwanza. Hilo lilikuwa ni kundi la kwanza ambalo ni la Mimi Cryptos na Mimi Coins. Sasa kundi la pili ni kundi tunaliita Smart Contract Cryptos. Smart Contract Cryptos mara nyingi sasa hapa ni coin. Mara nyingi ni coin. Cryptos ambazo zipo kwenye hili kundi ni cryptos ambazo ni coin. Hizi Smart Contract Cryptos ni zile cryptos ambazo zenyewe ni coin au ni cryptos ambazo zinakuwa zinaruhusu mifumo au coin nyingine au cryptos nyingine especially ambazo ni token na mifumo mingine kutengenezwa chini yake. Kwa mfano ni kama Ethereum, kama Solana, kama Cardano, kama Polkadot, kama Avalanche na kadhalika. Hizo kama Tron, BNB na kadhalika. Hizo ni coin ambazo mara nyingi smart contract cryptos mara nyingi ni zile coin ambazo zinakuwa na blockchain yake na zinaruhusu mifumo mingine kutengenezwa chini yake. Sasa hizi cryptocurrency ni nzuri sana kwa sababu kwanza nyingi ni coin na coin nyingi ni salama. Yaani unaweza kuhold coin yoyote kwenye coin crypto ambazo ni token nyingi zinakuwa ni salama. Ni vigumu sana kukuta cryptos ambazo ni coin, cryptos ambazo ni coin ni vigumu sana kukuta ni scam. Kwamba kuna coin ambayo ni scam ni vigumu sana. Kwa smart contract cryptos unakutana na cryptos nyingi ambazo ni coin ambazo zina blockchain yake na zinakuwa zinaruhusu chini yake mifumo mingi kutengenezwa. Kwa hizi pia huwa zina tabia kufanya vizuri sana kwa sababu cryptos za namna hii zinakuwa zinahitajika sana. Yaani developers wanapokuwa wanatengeneza token nyingine lazima wafikirie kwamba wanapokuwa wanatengeneza cryptos ambazo ni token lazima wafikirie blockchain za namna hii, cryptos za namna hii ili kutengeneza nini? Kuiweka ile token chini yake. Kwa unapokuwa labda unatumia mfano labda Ethereum. Sawa? Labda Ethereum, blockchain ya Ethereum, ambapo Ethereum ni moja kati ya smart contract crypto. Unapotengeneza coin, unapotengeneza mfumo wote au token yoyote chini ya blockchain ya Ethereum, ni lazima uwe na Ethereum kama fee. Lazima utozwe ununue Ethereum kama fee. Unapokuwa unanunua Ethereum ina maana tayari kwenye Ethereum unaongeza demand kwenye Ethereum. Kwa hiyo lazima cryptos zinavyokuwa zinahitajika ile demand yake labda kwenye kutengeneza mifumo mingine chini yake, kwenye kutengeneza token nyingine chini yake, ndio demand yake inazidi kuwa kubwa. Kumbuka ile kanuni, the law of demand and supply. Demand inapokuwa kubwa, price nayo inakuwa kubwa. Sio kama tunaelewana vizuri. Kwa hiyo hizi smart contract cryptos mara nyingi ni zile cryptos ambazo ni kundi la cryptos zote ambazo zinaruhusu mifumo au cryptos nyingine kutengenezwa chini yake, ndio tunaziita smart contract cryptos. Mfano ni Ethereum, Solana, BNB, Tron, zile ambazo kwa mfano zile nilizoambia zinakuwa na blockchain yake. Kwa mfano kule kwenye network tulisoma kwamba kuna Ethereum, kuna Tron na kuna BNB na nyingine nyingi ambazo hatujaziangalia lakini zipo na utakutana nazo. Hizo ndizo smart contract cryptos. Kwa hiyo kwenye voice hii naomba niishie hapa baada ya kuangalia makundi mawili. Twende tukaangalie makundi mengine na kwenye voice inayofuata tuangalia makundi mawili ambapo tutaangalia kundi utility cryptos na kundi lingine linaloitwa privacy cryptos. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki.